alafu baadaye tumekuja tukaanzia hapa Kakamega, tukatembea Kakamega yote, tukatoka hapa Kakamega tukaenda Vihiga, tukatoka Vihiga tulikuwa tukaenda kule Bungoma, alafu baadaye tumeenda Busia, alafu baadaye tumeenda kule Bungoma, alafu tukakuwa kule Trans Nzoia. Na sisi hiyo safari wakati tulianza, watu wetu tulikuwa naambia tutaanza kutembea Kenya yote na tutakuwa na agenda, kwa sababu wakati tulianza hii safari, unajua mimi ni ule kiongozi ambaye alichaguliwa na mashida mingi sana. Mimi nimekuwa nikikaa hapa natoka hapo Chakali pale Shirambi, na vijana hapa Kakamega hapa Kakamega wamenisaidia sana sana. Wakati mwingine nilikuwa nikienda kampeni kule Mumias na baada kwamba hata sina fare, ulikula ni kwa matatu na pale Seveni Bob kama sina na kwa Kakamega. Nimesema lazima leo mpaka lazima nirudishe shukrani yangu. Sisi tuko hapa leo hii tuko na mambo mengi sana ambayo ningeweza kuenda kuongea, lakini muhimu sana ni yale maneno ambayo safari ambayo tumeanza, kwa sababu baada ya kutembea kwa Western Kenya tumeenda tukakuwa na mkutano mkubwa kule Nakuru. Tumetoka Nakuru tukaenda Kwale, Msambweni, kule Lungalunga, tukatoka kule tukaenda karibu mpaka Tanzania kule na Kenya na Uganda. Tumetoka pale tukaenda kule Kilifi, tukaenda kule Malindi, Mavueni, yote Kilifi tukatembea yote. Baadaye tukaenda tukakaribishwa na watu wa Mombasa, tukakuwa kule Mombasa county yote na watu wakatupenda sana. Alafu baadaye tukakuja tukaenda Taita Taveta, tukakuwa kule Voi na mikutano mingi sana kubwa sana. Baadaye tumeenda kule Machakos, watu wa Machakos wakatukaribisha. Tukaenda kule Kitui, watu wa Kitui wakatukaribisha. Tukaenda kule Makueni, watu wa Makueni wote wakatukaribisha. Baadaye tumeenda kule Embu, tukatoka kule Embu yote, Embu tukatembea yote, tukaenda kule Tarakaniti, tukaenda mpaka kule Mkubu yote, Tarakaniti, Chogoria kote tukaenda. Baadaye tumeenda kule Meru, tukatembea Meru yote, tukatoka Meru tukaenda kule Matereta Isiolo, watu wa Isiolo wakatukaribisha sana. Sasa baadaye wakati tunatoka Isiolo ndio tukamkaona yale maneno ambayo yalifanyika wakati bado tunafika mahali inaitwa Timao. Lakini yote ni kwa sababu agenda ambayo tuko nayo. Nikaenda tukalala korokoroni kwa siku 3, tukatoka nje. Tukaanza tena safari, tukarudi pale Timao. Tukaongea na watu wa Timao, tukaenda kule na Nyuki, tukakuwa kule na Nyuki na mkutano mkubwa sana. Baadaye tukarudi kule na Rumoru, tukaenda kule Nyeri, tukaenda kule inaitwa kule Karatina, tukaenda kule Kirinyaga Mwea, tukarudi tukaenda kule Mkalau, tukaenda Njambini, tukaenda kule Nyandaro, tukatoka maeneo ya Nyahururu, tumekuwa kule yote tumekuwa pale. Alafu muhimu baada hiyo tukakuja Kiambu, tukatembea Kiambu town yote, kule Kirigiti yote tukamaliza, Limuru yote, alafu tukaenda kule Eldoret yote mpaka Narok yote tukamaliza, tukaenda kule Kisii yote tukamaliza. Sasa muhimu ni agenda ambayo tumekuwa nayo. Sisi vijana tumesema ya kwamba mara hii tumekuwa tukipanga sana, kwa sababu ukiangalia viongozi sasa hivi wamejipanga, wale ambao katika serikali, wale ambao katika opposition. Na sisi tukasema sisi kama vijana tunaanzisha vuguvugu letu ambayo tunaliita The Voice of Reason. Kwa sababu nilikuwa kule Mombasa, niliambia watu wa Mombasa, sisi tukiwa wadogo tulikuwa tunasoma Mombasa Oil Refinery. Wakati nilikuwa kule Limuru, nikaambia tulikuwa na ile kampuni ya Bata. Nikakuja nikaambia hiyo Bata ilikuwa imeemploy watu zaidi ya watu 3,000. Lakini leo hii ni watu 300 peke yake. Wakati nilikuwa Mombasa, nikaambia Mombasa Oil Refinery ilikuwa kubwa sana Mombasa. Nikaenda kule Thika, nikaambia watu wa Thika ilikuwa the hub of industries in Kenya. Lakini leo hii ni mambo ya godown ndio ziko pale. Wakati nilikuwa Kericho, nikaambia viongozi wetu waanzilishi wa Kenya walikuwa wamesema Kenya is an industrial country. Ndio ulikuwa unaona
kila mahali. Wakati nilikuwa kule Bungoma nikamwambia kuna na Kitinda, kulikuwa na ile nyingine ya sigara. Lakini leo hii asiko. Nikaenda kule nikuko wakati nilikuwa kule Kericho nikamwambia hizi manyati hizo mpaka Kakamega ziko. Na nikaenda kule Kirinyaga nikamwambia tuko na Kirinyaga irrigation. Na kwa sababu viongozi wetu walijua waanzilishi wa taifa ya kwamba nchi lazima ikuwe an agricultural country na lazima ikuwe an industrial country. Lakini viongozi wa sasa wamesahau ile the foundation misingi ambayo viongozi wetu waanzilishi wa taifa la Kenya walituwekea. Ndio unapata space vijana wanateseka sana. Ukiangalia juzi ukiangalia katika vyombo vya habari wakasema ile the Ministry of Foreign Affairs ya kwamba wanataka pesa iongezwe warudishe watoto wetu ambao wamekwama kule Saudia, wengine wako Lebanon, wengine wamekwama Vietnam, wengine wako Canada, wanaenda kule kutafuta kazi lakini kazi hazipo. Na pale pia watoto wetu wasichana wanateseka kule Saudia kwa sababu wanafungwa majela, wengine wanakufa, akikufa wanaambia familia kujeni mchukue mtu wetu. Sasa nikapata ndoto nikaniambia wewe Peter Salasya, enda ambia Wakenya ya kwamba ile wa viongozi wetu wa saizi wamesahau misingi and the foundation that our four leaders waanzilishi wa taifa letu walikuwa wametuwekelea. Wakati nilikuwa kule Mombasa nikaambia watu wa Mombasa please, tajiri anasomesha, maskini anasomesha. Lakini leo hii unapata tuko na vijana zaidi ya 400 ambao hawana kazi. Na wakati kulikuwa na ile maombi ya breakfast, mlisikia rais akisema anataka mambo ya vijana wawasamehe. Lakini vijana hawezi wasamea kama hawana kazi. Vijana hawezi wasamea kama wamesoma na wana kazi. Na hii ndio maneno ambayo imefanya tulijiuliza sana, ni nani atakaye komboa nchi yetu ya Kenya? Ni nani atakaye komboa nchi yetu ya Kenya? Mimi nikauliza, ukiona nchi kama ile Burkina Faso, kijana mdogo anaitwa Ibrahim Traoré, kijana kwa sababu chini ya miaka 2 ameweza kufanya nchi ya Burkina Faso kuheshimika dunia yote mzima. Lakini ukikuja hapa Kenya, ati wewe ukitaka kuuliza rais, ati wanasema ati yakwenda mpaka mtu ufikishe miaka 50. Mimi nataka na wanataka mwalimu atakaye na 60. Wanataka mwalimu wa askari atakaye na miaka 60. Wanasiasa anataka kaa kwa miaka na hawezi leta the new ideas. Kwa sababu kama tutaendelea hivi, Kenya haitasonga mbele. Mimi watu hapa Kakamega, nataka naulize, mnataka tungoje mpaka ifike miaka 50 ndio tuanze safari? Wangapi wanasema tuanze safari sasa hivi? Kwa sababu na hiyo ndoto ambayo nilipata ikaniambia Kenya ikiendelea hivi, in the next 30 years Kenya will be a hopeless country, ambao vijana wengi watakuwa wamesoma lakini watakuwa na kazi. Na ukiangalia wale wanasema nani ni wale ni situ ndio wanabadilisha. Mimi nimejiuliza juzi, wakati Gen Z, the power of a nation lies in the hands of young people. Vijana ndio nguzo ya taifa. Na wakati uliona tulikuwa na ile mambo ya finance, vijana waliposema tutaki finance walienda mpaka kule bunge. Na hii ndio tunataka kuuliza. Mara hii tunataka, tumeona watu wa opposition wameweza kutuweka katika mirengo ya kimakabila. Sisi kama vijana tumesema tunataka kuongea na sauti moja ya kuweka watu wetu wa Kenya wote pamoja na tupeleke nchi yetu ya Kenya pamoja. Na mimi nataka niulize watu wa Kakamega. Mimi ni kijana wenu. And for the first time in history, hakuna kiongozi kutoka Western Kenya ambaye amewahi tembea Kenya yote na akakubalika Kenya yote mpaka Nairobi jinsi nimetembea. Kwa sababu hii safari ya kuunganisha Waluya ilifanywa na ule alikuwa anaitwa Masinde Muliro na ule ambaye alikuwa anaitwa kijana wa Mali. Lakini wengine wote wameshindwa. Kwa sababu wakati wanapoenda pale, wanapeleka pale matumbo zao. Mimi nataka niulize, leo hii tumetembea Western Kenya na nataka tuongee na sauti moja ya kwamba come 2027 we must have a serious presidential candidate ambaye amekubalika Kenya yote na ambaye anaitwa Peter Salasya. Unajua, mimi najiuliza sana. Umeona juzi timu ambayo ilichukuliwa ya Kenya Kwanza, walisema watasaidia mama mboga, walisema watasaidia mtu wa chini, lakini leo hii as we speak wameanza kufanya mambo ya rambe. Hata kuchagua
wanapora pesa ya Kenya. Ndio hiyo ndio tunasema sisi vijana hatutakaa kando kuona jamaa kama wamepoteza network. Sasa sisi wenyewe ndio tunataka over this country. Na mimi nataka niulize rais wa Kenya ya kwamba mambo yako ya kutuma watu kwenda kwa harambee na mnaharibu nchi yetu ya Kenya kupitia the taxes, we are not going to accept. And that is why mimi kama Peter Salasya nimesema ya kwamba come 2027 the voice of reason is going to speak. Na sisi mimi najua venye tumetembea, najua venye tumetembea Kenya na venye tumetembea kila mahali. Tunaenda kuwa na new leadership of this country. Wale jamaa wameshika kazi yao ni kuweka matumbo mbele. Ukikuja hapa Kakamega, mabarabara zote kama hapa Kakamega zilikwama. Wakakuja hapa hata hii airport. Niliona juzi wabunge wameenda State House. Na nauliza wabunge mlienda State House. Mlienda pale na ile inaitwa ile Kakamega airport imefungwa kitu kidogo sana. Hata repair. Mnaenda kufanya nini kule kwa bunge hapa State House? Na hata hii airport hii tu peke yake milioni 100 ya kurepair ili kwamba watoto wetu wakiwa na wagonjwa wanapeleka Nairobi. And that means that we have lacked the priority. Na hii ndio sio uongozi ambao tunataka. Mimi nataka uulize watu wetu wa Kakamega mtushike mkono. Kwa sababu tunajua hii safari mkinishika mkono tutafaulu. Kwa sababu kama nimekubalika Kenya yote na nyinyi mnishika mkono kama watu wa magharibi tutaweza kufaulu. Na mimi nataka pia nikitangaza nikiwa hapa mambo yetu ya finance bill. Finance bill, we are not going to accept anything called finance bill. Kwa sababu the current finance bill is still a burden to the Kenyans. And we cannot accept it again. Kuleta pale ati ngine ya kutax watu wanafanya vijana wanafanya online mambo mengine. We don't want any more finance bill. Leta venye wamefinya wacha ile nyingine iendelee kazi. Kwa sababu hii maneno ya finance bill inafanya investors wanatoka Kenya. Inafanya vijana wanaleta kama boda mpeke yake. Na mimi nataka niambie na kukumbushe. Nchi ambazo zimegrow economically kama Amerika wanakutana na finance bill mara moja for the entire period of the president. Lakini Kenya kila mwaka finance bill. Na hii vitu inafanya investors wanatoka Kenya. Sasa mimi nataka niulize watu wangu wa Kakamega ya kwamba mtakuwa mnaniona nikitembea Kenya yote. Na sisi tusitishwe. Ana chama tutakuwa naye. Ana nini tutakuwa naye. We must be the ballot for 2027. Kwa sababu najua hii safari. Najua penye nataka nitoka. Na najua penye nataka na mambo ya kusukuma. Kwa sababu kama mimi nilipata kura kuchaguliwa kama mbunge wa Kakamega kama sina chochote. Mungu alikuwa na sababu akasichagua akasema enda upeke uongozi. Na mimi nimesema sitakaa nione vijana wenzangu wakiteseka hawana kazi, alafu viongozi ambao wako na nafasi ya kuwasaidia wanakosa kuwa na agenda ambayo inaweza peleka mbele watu. Sasa mshike mkono, vijana mshike mkono na kila mtu mshike mkono. Wangapi wanaunga mkono? Mjani mlikuwa mnatarajiwa sana. Wanasema ati hakuna mtu hapo Western ambaye anaweza tembea peke yake huko nje. Simba yeye anatembea. Mashetani. Hata jipange katika makabila zao, lakini mimi nitatembea na tutaona serikali ya 2027. Watu wangu mama mwana kwa lakwe.